Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimia na salamu za upendo wa Bwana. Mungu wetu awabariki sana. Ni kwa sababu ya kuamua tena kuendelea kufuatilia zaidi lile swali tuliwacha kama tumeliweka. Wakati nilitangulia na kukwambia kwamba unajua mimi nakujanga tu kukukumbusha. Na tukaulizana jana swali moja ya kwamba kulingana na wakati huu ambapo tunaweza lete kwa mwangaza tuseme kulingana na mujibu wa Agano Jipya, kwa sababu saa hii tunaishi kwenye Agano Jipya kwa Biblia. Je, pastor, bishop, prophet, na ndio anaitwa nabii, aidha mwalimu, aidha mwinjilisti, ako na uwezo wa kutabiri na kusema ni nani atakayechaguliwa aidha kuwa rais wa Kenya, kuwa governor, kuwa senator, kuwa mbunge, kuwa MCA? Je, bado huo mfumo bado unafanya kazi mpaka leo? Kwa sababu saa zingine watu wanaweza kuazika, watu wa makanisa wanaweza kuazika, lakini dunia nayo, wale watu ambao hawajaokoka ndio wanakwazikanga zaidi, wakati sometimes wanasikia tukitoa unabii na ule unabii unakosa kutimia. Na kwa hivyo wakati tunahubiri wanarudisha picha ya vile tulikuwa tumetabiri sana, na huenda ule unabii haukufanya kazi. Ndio manake, kwa sababu sasa tumekaribia tena uchaguzi, na ninajua sasa manabii tena tumeinuka kwa wingi, ndio ningependa kupitia kwa Roho Mtakatifu na kupitia kwa maandiko tujaribu kuangalia na kufafanua kwamba je, mpaka leo hii tunatoa unabii? Na kwa hivyo watu wanaweza jiuliza, unasema unabii kwa Agano Jipya, kwani kuna tofauti ya unabii wa Agano Jipya na unabii wa Agano la Kale? Mungu mwenyewe na Biblia ndio itasema, je, kuna tofauti? Mungu mwenyewe alisema na Yesu Kristo akasema. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alisema aje kama kuna tofauti? Katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha waraka wa Waebrania 1 kuanzia mstari wa 1 na mstari wa 2, Biblia inasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na mababa zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hivyo Biblia inasema Mungu mwenyewe aliyenena na akasema zamani kwa njia nyingi kwa manabii, mwisho wa sasa hasemi na manabii moja kwa moja, anasema na mwana. Kwa hivyo ni vyema sana kujua Mungu anatuonyesha kweli kuna tofauti kati ya vile alikuwa ananena na manabii wakati wa kale na vile ananena leo hii. Kwa hivyo leo hii Mungu anasema ya kwamba ananena kwa njia ya mwana, naye tukisema ananena kwa njia ya mwana, mwanaye ni nani? Kwa hivyo ni vyema kujua kwamba kama ananena kwa njia ya mwana, huyu mwana anaitwa nani? Kwa hivyo ni vyema tena kutazama maandiko kwa dakika moja, alafu tuingie kwenye unabii katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wake wa 7. Mathayo 3 mstari wa 7, mstari wa 17. Mathayo 3 mstari wa 17. Biblia inasema, na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hivyo hapa ni katika ile siku Yesu Kristo alibatizwa. Wakati tu alitoka ndani ya maji, sauti ikatoka juu mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Kwa hivyo Biblia ikisema ya kwamba nyakati za sasa
Mungu ananena kwa njia ya mwanawe, kwa hivyo ni kwa njia yake Yesu Kristo. Kwa hivyo unabii wowote ambao tutautoa kwa Agano Jipya lazima ulingane na mafundisho ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa katika unabii wa Agano la Kale na unabii wa Agano Jipya. Yesu Kristo mwenyewe akiwa ndiye nabii mkuu kwa Agano Jipya. Na kwa hivyo ni vyema kujua pia Yesu Kristo ndiye neno. Kwa hivyo wakati tunasema ya kwamba tunanenewa kwa njia ya mwana naye ndiye anaitwa neno. Katika kitabu cha Yohana 1, katika kitabu cha Injili ya Yohana 1 kuanzia mstari wa kwanza na mstari wake wa 2 na wa 3, Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba neno alikuweko kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Kwa sababu ya kuharakisha, mstari wa 14 unasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hivyo mahali Mungu alisema kwamba huu ndiye mwana wangu, naye neno akafanyika kuwa mwana. Kwa hivyo wakati tunasema ya kwamba kwa Agano Jipya tunanena kupitia kwake Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiye neno. Kwa hivyo chochote ambacho tunakitoa kwa Agano Jipya, unabii wote lazima tuupime na neno. Na kwa hivyo kwa sababu ya muda na wakati, ni vyema kuelewa kwamba Mungu alithibitisha vizuri sana ya kwamba kwa Agano Jipya kuna kupima ama kuna tofauti ya unabii wa Agano la Kale na wa Agano Jipya. Yesu Kristo yeye mwenyewe alithibitisha ya kwamba kuna utofauti wa unabii wa Agano Jipya na unabii wa Agano la Kale. Ndiyo, katika kitabu cha Luka 9 mstari wake wa 54 na 55 na 56, Biblia inasema katika kitabu cha Luka mstari wa 54 unasema ya kwamba wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize? Wafanye aje? Kama Elia alivyofanya. Kwa hivyo mitume wake Yesu Kristo wanataka kuquote maandiko ya Agano la Kale, wanamwambia Yesu Kristo, wacha tuitishe moto uweze kuramba hawa watu kama vile Elia aliitisha moto. Na kwa hivyo Yesu akasema aje? Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Kwa hiyo mitume wa Yesu Kristo walikuwa wanataka kufanya kama Agano la Kale, lakini Yesu Kristo akawakataza. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana ya matendo ya manabii wa Agano la Kale na wa Agano Jipya. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba wacheni tuangalie kwenye Agano Jipya, tunatoa unabii kwa viongozi, tunawamwagia mafuta, hata wengine hata kabla hawajapita wanakuja makanisani mwetu, tunawamwagia mafuta tukiwaahidi ya kwamba watashinda uchaguzi. Kwa hivyo ni vyema sana kujua kwamba Mungu mwenyewe alithibitisha ya kwamba kuna tofauti. Yesu Kristo anathibitisha kuna tofauti. Kwa hivyo tunaingia kuangalia, je, basi kama kuna tofauti, manabii wa Agano Jipya sasa, walimu wa Agano Jipya, mapasta wa Agano Jipya wana uwezo wa kutabiri na kusema ni nani atapita uchaguzi?
na kwa hivyo najua kwamba tutaendelea